sio kweli kwamba mwanaume anayetumia uzazi wa mpango hajiamini. Yaani huyo anayetumia uzazi wa mpango huyo ndio anajiamini, kwa sababu anataka afikie malengo ambayo yeye amejiwekea pamoja na mwenza wake, ili waweze kupangilia uzazi wao, lakini pia wapate muda wa kuweza kufanya kazi za kawaida kwa ajili ya kuleta kipato katika familia, lakini hata kitaifa pia kuna faida. Kama familia itakuwa imepangilia watoto, tutapunguza vifo vya wazazi, lakini tutapunguza vifo vitokanavyo na vifo vya watoto wachanga. Kwa hiyo hata kitaifa, taifa kama taifa inakuwa na watu ambao inaweza ikawahudumia vizuri. Okay. Anasema kaka, hapa maswali mazuri ambao wameuliza ni maswali ambayo yatawasaidia wao, lakini yatawasaidia wengine ambao wana maswali kama wao, pengine hawajapata nafasi ya kuweza kuuliza. Swali la kwanza lilisema kwamba tumbo, mama alitumia sindano lakini tumbo likawa linanyonga nyonga. Ama swali kwa kiasi kikubwa yanafanana. Lakini Maria naye alisema kwamba huyu alitoka kuongea kwamba alianza kutumia sindano, siku zake za mwezi zilikuwa zinachukua siku nyingi sana, lakini baadaye akakaa vizuri. Mimi niseme tu kwamba kwa kuwa asilimia kubwa waliosema ni kina baba, na wengine wanasema so wake zao, hakuna aliyekiri kwamba ni mke wake. Asilimia kubwa wanasema walisikia mtoto wa jirani, si mtoto wa jirani. Inaweza kuwa tafsida hiyo mtaalamu. Tafsida pengine. Inaweza kuwa tafsida. Sio mbaya. Mtoto anakuwa wazi kwa sababu hapa tunajifunza. Njia zozote za mpango, ndio maana tunasema kwamba mtu akawekewe kituoni, akapate ushauri na kuchaguliwa njia kituoni. Kuna wengine kweli wanapata maudhi madogo madogo akishachoma sindano. Kuna wengine wanaweza akapata siku zika tofauti kidogo na alivyokuwa anapata na vitu kama hivyo. Lakini nafikiri hata kwenye vituo vya kutolea huduma au kina mama sasa ambao ndio watumiaji wakubwa zaidi ya wanaume, huaga wanapewa mafunzo na wanashauriwa kama baada ya kutumia hiyo njia, kama utarudi nyumbani ukapata maudhi makubwa zaidi ya yale ambayo umefundishwa pale, umeelekezwa pale kwenye wakati unapewa huduma, basi urudi kituoni ili ukasaidiwe. Usianze kwenda labda kwenye maduka ya dawa, uanze kwenda huku na huku, pengine kule unaweza ukapotea zaidi. Kwa hiyo nawashauri kina mama, kama umetumia njia uzazi wa mpango ukaona maudhi unayokabiliana nayo, basi kama ni damu kutoka zimetoka muda mrefu, kwa mfano wiki 3, bado hiyo sio kawaida. Kama kina baba yote wanaonena ni kweli ameotokea labda wenza wao, ama amesia kwa jirani, kwa mke wa mwenzake, ni vizuri huyo mama ama huyo dada aende kwenye kituo cha huduma. Kule atapewa ushauri na ataweza kusaidiwa kwamba nini afanye. Lakini mwingine amesema kwamba ukitoa sindano unaweza ukiacha kuchoma sindano unaweza ukachukua muda gani hata kupata ujauzito. Hii inategemea mtu na mtu, lakini hatutegemei ichukue miaka, kwamba umeacha kutumia sindano ichukue miaka mingi kwamba hajapata ujauzito. Inategemea mtu na mtu. Wengine wanaacha tu wanapata ujauzito, wengine wataacha atakaa miezi 2-3 atapata ujauzito. Kwa hiyo siwezi nikasema moja kwa moja kwamba utakaa muda gani, lakini kama utaona muda umekuwa mrefu, rudi kwenye kituo cha huduma ukafanyiwa uchunguzi na ushauri zaidi. Kwa sababu pia uzazi wa mpango tunatumia, lakini uhalisia ni kwamba hakuna binadamu anayejua kwamba Mungu wake amempangia awe na watoto wangapi. Kwa sababu kuna baadhi ya kina mama anaweza hata kama hajatumia uzazi wa mpango, anaweza akapata mtoto wa kwanza akakata miaka 5, miaka 10, wengine mpaka 10 na hajapata mtoto mwingine na hajatumia uzazi wa mpango. Kwa hiyo ni sio rahisi sana kubashiri moja kwa moja kwa mtu ambaye alikuwa anatumia uzazi wa mpango akachelewa kupata ujauzito baada ya kuacha, tuseme moja kwa moja kwamba shida ni uzazi wa mpango umesababisha. Hatuwezi kubashiri. Kwa hiyo ni shauri tu kwamba kama mtu atakuwa amekutana na changamoto kama hiyo, aende kwenye kituo cha huduma. Kule ataongea na watu wa huduma, watamsaidia na kujua kwamba shida hasa iliyopelekea hivyo ni nini. Kuna mmoja Manga amesema kama
kila mtu anayeingia huko, yani kwenye uzazi wa mpango, anakuwa na malalamiko, anakuwa na sema kuna changamoto, ni bora waache ama mtaalamu waache atafute kazi nyingine. Yaani waache kutoa hiyo elimu na waache kuwasaidia hao watu, tukupeleke kwenye kilimo bustani. Nende kwenye shamba darasa. Nende kwenye shamba darasa. Huo ni mtazamo wa mtu binafsi. Hapa tunapotoa elimu hatuko kwa ajili ya biashara fulani hivi kwamba labda tunapata faida ya kwa maana ya kipato. Sasa kwa kuwa hii kazi tunayofanya haina faida, turudi tutafute kazi nyingine. Sio hivyo. Hapa tuko kwa ajili ya kuelimisha watu. Mchangiaji wetu ama mtoa swali swali uliona kwamba bora tuache kabisa. Nafikiri haiko sawa, haiko hivyo, kwa sababu hapa hatujapata tu na muda wa kusikiliza kina mama mbalimbali ambao wametumia uzazi wa mpango na umewasaidia kupata faida. Yes. Wapo kina mama ambao huwa wanatoa shuhuda hapa kupitia redioni kwamba wao wametumia uzazi wa mpango, umewasaidia, afya zao zimekuwa njema, familia zao zina furaha, mume ana furaha, watoto wana furaha, mama ana furaha, taifa na lenyewe lina furaha kwa sababu watu wanakuwa na afya zao njema, wanafanya kazi. Kwa hiyo hatutaacha kutoa elimu. Kutoa elimu ni sehemu ya kazi yetu, kutoa elimu, kuelimisha. Kwa wale ambao wataona elimu imewasaidia, watafanya hivyo, watatumia uzazi wa mpango. Kwa wale ambao wanafikiri kwamba wao elimu haijafika vizuri kwao, hawajaelewa vizuri, sasa kama mchangiaji wangu tutaendelea kukuelewesha, tutaendelea kuelimisha. Kuna siku naamini kwamba kama utaendelea kufuatilia hivi vipindi, itafika wakati utaelewa tu vizuri na utaweza pengine na wewe, mke wako, ama wewe mwenyewe au kwa pamoja mkaamua kutumia uzazi wa mpango. Na kuna mwingine Charles Katumba anasema inakuwaje mtu akitumia njia za uzazi wa mpango anachukua muda mrefu kwenda kwenye siku zake? Hiyo nimeshasema kwa ujumla wake kwamba kama ataona ameenda kwenye siku zake zaidi ya alizozizoea, yani za kupitiliza, basi awahi arudi kwenye kituo cha kutolea huduma. Huko atapata ushauri, atapata elimu, atasaidiwa kwamba nini kifanyike. Kina mama ambao ndio watumiaji wa uzazi wa mpango waga wanaambiwa. Kwa hiyo Charles, kama umekutana na pengine kama ni mke wako ana hali hiyo, mshauri, na ni vizuri kwa sababu afya ya uzazi inajumuisha wanaume na wanawake, na wewe kama ni mwenza wako ni vizuri basi uende kituo cha kutolea huduma hapo Katumba. Kuna kituo chetu kizuri ambacho kina watu wa huduma wabobezi, watakushauri vizuri na watamsaidia mke wako ama mwenza. Kuna Juma Idi akasema kwamba kama nitakuwa nilinoti vizuri jina, akasema uzazi wa mpango umekuwa tishio sana kwa wanawake. Ndio akaeleza habari ya kwamba kuna, alisema ni mtoto si wa jamaa yake au nini, binamu alibeba mimba kaporomoka. Alikuwa anatumia uzazi wa mpango sindano sema kijiti, ila alitumia uzazi wa mpango kwa ujumla wake. Alivyoacha kutumia uzazi wa mpango akabeba mimba. Baada ya miezi 6 mimba ikatoka. Bahati nzuri Mungu akamsaidia, kabeba nyingine tena. Baada ya miezi 8 mimba ikaporomoka. Sasa yeye kwa mtazamo wake anafikiri kwamba uzazi wa mpango ndio uliosaidia ama uliochangia. Nikwambie ndugu Juma, hiyo sio sahihi, kwa sababu kama uzazi wa mpango ungekuwa umechangia, basi mimba isingetunga. Mimba ikishatungwa haiwezi ikaathiriwa na njia yoyote ya uzazi wa mpango. Kwa maana hiyo haiwezi ikatoa mimba. Uzazi wa mpango hauwezi kusababisha mimba ikatoka, wala uzazi wa mpango hauwezi kusababisha mtoto azaliwe labda na ulemavu. Kuna siku moja alishasema kwamba watoto wanazaliwa na mapungufu. Sio kweli. Mimba kutoka hazitoki tu kwa sababu kwa wale ambao wanatumia wamewahi kutumia uzazi wa mpango. Mimba zinaharibika ama kutoka kwa watu tofauti tofauti na sababu tofauti tofauti. Kwa hiyo ijulikane kwamba huyu kwa kuwa alikuwa anatumia uzazi wa mpango, sio kwamba kutumia uzazi wa mpango ndio kulisababisha hizo mimba zikatoka.
inaelekea huyu ana shida tu nyingine tofauti. Kwao ni vizuri apelekwe kwenye kituo cha huduma tena kikubwa, labda cha afya ama hospitali, ama kwenye kituo zahanati alipo, atapewa ushauri, atapewa rufaa. Huyu akafanyiwe uchunguzi wa kina kwamba kwa nini mimba zake zinatoka. Mkiendelea kukaa nyumbani na kuamini kwamba au kudhani kwamba ni uzazi wa mpango umesababisha, hiyo sio kweli. Inawezekana tena hata akapata mimba nyingine ikatoka tena. Kwa hiyo ili kutoka kwenye hiyo shida, ni kusihi waambie huyo binamu yako amsaidie mke wake, waende kwenye vipimo na kufanyia uchunguzi zaidi kwamba kwa nini mimba zinatoka. Inawezekana kuna maambukizo yoyote, inawezekana kuna shida yoyote, sisi hatuwezi kutabiri, lakini akienda kwenye vipimo watamsaidia. Kuna mwingine akasema kwamba Maria, kuna moja akasema kwamba alitumia uzazi wa mpango, mama alitumia uzazi wa mpango, sababu wote ni wanaume, wanashuhudia habari za nichukulie za wenza wao. Kwa sababu hii kuambiwa ya jirani, mwanamume hawezi kwenda iga story na mwanamke wa mwenzake. Yaani jioni mke wako aje nisimulie mimi kuhusu uzazi wa mpango, anatafuta nini? Napiga. Basi tuseme tu tafsiri imetumika basi hivyo hivyo. Yes. Tuseme ni tafsiri ya Kiswahili, lugha pana hii. Yeye alisema kwamba alitumia uzazi wa mpango, lakini baada ya kutumia uzazi wa mpango miguu ikavimba. Na anafikiri kwamba pengine uzazi wa mpango alotumia, hiyo njia alotumia ndio ilosababisha. Na alisema alianza kuvimba baada ya mwaka, mara baada ya kuanza kutumia. Ametumia, si ndio? Ametumia mwaka mzima, alafu ndio anakuja kuanza kuvimba miguu. Na bado tunarudi kwamba dhana ni kwamba uzazi wa mpango. Yes, mimi niseme hivi wasikilizaji wangu kwamba uzazi wa mpango, huduma za uzazi wa mpango ama njia za uzazi wa mpango hazijaja kusimamisha matatizo ama magonjwa mengine. Yaani tutaendelea kuumwa vile vile kama ambavyo hajawahi kutumia uzazi wa mpango anaumwa. Tutaendelea kufa kama ambavyo ambaye hajatumia uzazi wa mpango anakufa. Kwa hiyo kutumia sindano na mtu ndani mwaka mzima uishi afu miguu ivimbe tuseme huu ni uzazi wa mpango. Yaani wewe haraka sana huyu mgonjwa kama yuko hata leo tunavyoongea, mpeleke kwenye kituo cha huduma akafanyiwa uchunguzi na kutibiwa. Huyu atakuwa tu ana shida nyingine. Uzazi wa mpango haujaja kutuletea ama kuzuia magonjwa mengine, kwamba kwa kuwa nimetumia uzazi wa mpango kichwa kikiniuma hata ni malaria niseme huu ni uzazi wa mpango. Tumbo likiniuma na arisha kwa kuwa natumia uzazi wa mpango niseme huu ni uzazi wa mpango. La hasha, uzazi wa mpango haujaja kusimamisha magonjwa mengine. Uzazi wa mpango haujaja kufanya kwamba watu wasiume malaria, watu wasiume matumbo, watu wasiume magonjwa. Yaani hauanzishi magonjwa wala hausababishi magonjwa. Magonjwa yako pale pale, tutatumia uzazi wa mpango, lakini bado magonjwa mengine tutapata kama binadamu wa kawaida anavyopata.